Kwa hiyo na maana maisha yetu yataendelea kuwa hivi tu kila siku. Maana mama mwenyewe ambaye tunamtegemea atusupport kwenye ndoto zetu, wala hata hangaiki kutusomesha, aonyeshe ushirikiano wowote yani. Sasa Nyanjige, nikuulize swali. Wewe kipato cha mama unakijua kabisa? Mama ana kipato gani ambacho kitamfanya aweze kutusomesha mimi na wewe? Hebu tuanzie hapo tu kwanza. Sio kama hataki, kipato chake hakimruhusu. Hata kama ana kipato kidogo, lakini basi angeonyesha hata kutusupport, kushirikiana na sisi. Lakini yeye ndo mstari wa mbele kuzipinga ndoto zetu na kutuaminisha sisi kwenye kilimo. Mimi kwa kweli naona kiza. Yaani kijana mdogo, una umri mdogo, bado haujakuwa vile ambavyo ipasavyo, alafu unakata tamaa. Je, na watu wazima ambao wameshindwa maisha wafanyaje? Kwenye maisha utakiwa kukata tamaa. Unapoona kiza kwenye maisha yako, ujue Mungu ameiandaa nuru. Si unanielewa? Hautaki kwanza kusema sijui nakata tamaa, sijui nini. Hayo sio maisha ndugu yangu. Tupambane kutimiza ndoto zetu. Haina maana kama mama anakukatisha tamaa ndio imeisha. Mungu atamnyanyua mtu kwa ajili yetu. Niamini mimi. Lakini kuna wazo nimelipata. Nafikiri itatusaidia na itatuonyesha njia sahihi ya maisha yetu.